Watu wengi wanasemaga ya kwamba mtu akiwa maskini, labda familia huyu na huyu na huyu, ni familia hii ni watu ambao wana laana ya kizazi, generational curses. Au mtu akiwa amefanikiwa, labda kuna generational blessings. Lakini niseme tu kitu kimoja ya kwamba kuna mhubiri mmoja alisema ya kwamba sio watu wote ambao hawajafanikiwa wana generational curses. Watu wengi ambao hawajafanikiwa wana generational ignorance. Generational ignorance. Kwa maana ya kwamba watu wengi hawajui ni nini wafanye ili waweze kufanikiwa. Kwa hiyo kwa mfano unaweza kukuta labda baba yake au babu yake kipindi hicho hakuwa anachukua ardhi, kwa mfano hakuwa anajenga, labda anachukua mashamba kwa kipindi hicho, akawa na mashamba makubwa, akauza mazao, akatengeneza pesa. Au labda akawa anachukua mashamba, anauza, anazungusha pesa, au whatever it is. Kwa alivyokuja baba yake, na yeye amesoma, labda alikuwa tu ameajiriwa, amesoma, anafanya kazi, ana nyumba hiyo ya serikali, hanunui kiwanja, hanunui nyumba, hanunui chochote. Anakuja kustaafu, anajikuta hana mahali pa kuishi. Umeona? Sasa ile ni generational ignorance. Na pia huyo mhubiri akawa anasema ya kwamba shetani hata kama angekuwa anafuatilia, hawezi kumfuatilia mtu ambaye hana kitu, ambaye ni maskini. Atamfuatilia na atapigana na mtu ambaye ana kitu ndani, labda aidha ana mali, ana fedha, au labda ana wito. Sasa watu wote sio kwamba wako wengi. Kwa hiyo wewe hapo naye nisikiliza, ondoa ile mentality, futa ile mentality, kataa ile mentality ya kwamba kizazi chenu kimelaanika. Hakuna kitu kama hicho. Watu wa kizazi chenu inawezekana wengi ni waoga, hawana uthubutu, hawana maarifa ya kutafuta mali, na hawana stamina au nguvu au bidii au nidhamu ya pesa na kutafuta mali. Kwa hiyo wewe sasa hivi unayenisikiliza, unachukua hatua gani? Hatua ya kwanza, badilisha kwanza mfumo wa kufikiri ya kwamba kuna watu fulani ambao ndo wanastahili familia zao na koo zao. Hapana, hata wewe unastahili kuwa na mali na fedha na kuwa milionea au bilionea.